Maundi TV ni mwanga wa jamii. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa Maundi TV. Ungana nami tuianze safari hii pamoja. Leo natamani kuelezea historia kubwa ambayo imekuwa ikitikisa ulimwengu. Historia hiyo ni inayohusu mahusiano ya jinsia moja. Takriban miaka 3 au 4 iliyopita, tuliona Marekani wakianza kusaini ile mikataba ya mahusiano ya jinsia moja au mtu kufanya transgender. Transgender ni nini? Transgender ni ile mvulana kubadilisha jinsia kuwa mwanamke na mwanamke kubadilisha jinsia kuwa mwanaume. Pia wakakubaliana na ile swala la kwamba mwanaume anaweza kumuoa mwanaume mwenzie na mwanamke anaweza kumuoa mwanamke mwenzie. But nchi nyingi zilijaribu kufanya hivyo, walijaribu kupata ule mkataba wa Marekani, lakini nchi ambayo nilikubali na kuipenda ni Kenya. Ilitokea tukio moja ambalo kuna mwanakaka mmoja alikuwa anamuoa mwanaume mwenzie. I think ni mwaka 2024 alikuwa amemuoa mwanaume mwenzie. Jamii ilivyojua walimfuata, wakawa wakisema kwamba wanajua dini na wanajua kwamba wao ni wakina nani, kwa nchi yao hairuhusiwi. Wakamfuata yule kaka, wakamvua ni nguo zote, walimpiga kipigo ambacho kilikuwa I think like mbwa mwitu. Walimpiga sana kwa kiwango kikali, walimpiga. Walipomaliza kumpiga na hisi walimchoma na wakamteketeza. Kwa nini walifanya vile? Kuna nchi na nchi. Kuna nchi nyingi za Kiafrika haziamini kwenye mahusiano ya jinsia moja. Kwa nini? Wanaamini kwamba God is good all the time, that it is nature of God. Hata mimi kwangu mimi huwa naona ni vyema. Kwa nini? Haiwezekani tukaumbwa watu jinsia mbili tofauti. Kama mimi niwe wa kike, wewe wa kiume. Kwa nini mimi wa kike ni muoe msichana mwenzangu au wa kiume amuoe mwanaume mwenzie? Au kwa nini mimi nilivyoumbwa hivi nibadilishe jinsia? Au kwa nini mwanaume alivyoumbwa abadilishe jinsia? Hii ni kitu mbaya sana. Ni sawa na ile kwamba unaambiwa Mungu aliumba dunia kwa siku 7. Na yeye binadamu ni mmoja wa watu ambao waliumbwa wakapulizwa na pumzi. Kwa hiyo wewe unahisi kwamba Mungu hakutengeneza kitu ambacho ni perfect au sahihi mpaka usaini mikataba ya ndoa ya jinsia moja, mpaka ukubali mahusiano ya jinsia moja. Kwanza wewe ni nani mpaka uweze ukakubali alichokiandaa mwingine wewe ukipinge? Hiyo ni kitu ambayo ni mbaya sana. Na hiyo ni kitu ambayo inakuwa inaharibu dunia. Mungu alisema kwamba hata tuangamiza kwa maji wala moto, lakini tunaangamia kwa mengi. Unahisi kwamba huoni kama magonjwa makubwa yanatupiga? Huoni kwamba dunia inakuwa inatetereka ajabu? Vita vya sisi kwa sisi ni kwa nini? Kutokana na tabia zetu na mienendo yetu. Kwa nini mimi ni muoe mwanamke mwenzangu? Kwa nini mwanaume amuoe mwanaume? Why umpinge Mungu? Unajua adabu ni kitu kidogo sana, lakini binadamu tunakuwa tunakikosa. Licha ya hivyo kwamba tunasahau kwamba hata hii pumzi tunayovuta binadamu ni hatununui. Just imagine ungekuwa unaambiwa nunua pumzi wewe binadamu, how much money you pay? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze wengi. Kama kilikataliwa kwenye maandiko na Mungu akakataa, why wewe ufanye? Kama Mungu alikataa kwamba mimi ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza na kizazi cha maovu ya baba zenu. Kwa endapo wewe ukafanya kosa sasa hivi, ilo kosa lako litajutia kuanzia wewe, mtoto wako na mtoto wa mtoto wako na yule mjukuu wa mjukuu wa mtoto wako. Kwa hiyo ni vizazi vinne ambavyo vitalipia kwa makosa yenu. Jaribu kubadilika. Ukibadilika wewe ni moja ya familia kubadilika, ni moja ya Mtanzania mmoja kujielewa na kujitambua. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare and comment section.